Jibu rais wa Kenya, jibu. Asante sana, tafadhali tuketi ndugu Waislamu. Asanteni sana na karibu. Waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa siasa, ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wacha nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe. Karibuni sana katika makao haya ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, jumba la kitaifa. Karibuni sana. Wakati tulikuja katika ile mkutano ya iftar kule KICC, niliwaahidi ya kwamba nilikuwa na mpango na nilikuwa nategea ile siku mzuri, na nimesikia ya kwamba pengine hii ndio hiyo siku ile ya Lailatul Qadr. Hii naona ni leo, kwa sababu ukisoma katiba ya Kenya kipengele ya kwanza inatoa heshima kwa Mwenyezi Mungu, na ni wazi katika katiba ya Kenya inasema recognizing the supremacy of God, kumaanisha hii ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na kwa sababu nchi hii ni nchi ambayo inamcha Mungu, na mimi ndio rais wa hiyo nchi ambaye inamcha Mungu, mahali hapa ni mahali pa kumcha Mungu. So mkiwa hapa, you are in the right place as religious people, as people who believe in God. Nilikuwa hapa wakati mwingine na maombi kwa sababu ya uchaguzi. Watu wengine wakaanza kusema huyu bwana amebadilisha ile mahali, imekuwa ni mahali ya maombi. Najua hata kesho watasema tena ule bwana amebadilisha ile mahali, imekuwa mahali ya maombi. So nataka niwaambie wawache kujisumbua. Hii ni mahali ya maombi, na itaendelea kuwa ni mahali ya maombi, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inamheshimu Mungu na inamcha Mungu. And as a person who believes in God, and as a religious person, I take a lot of pride in associating with people who believe in God. Kwa sababu mimi najua umuhimu wa kumcha Mungu. Sisi ni binadamu, tunaweza kuwa na mamlaka, unaweza kuitwa mstahiki fulani, mheshimiwa fulani, excellency fulani, lakini mbali na hiyo mambo yote kuna Mungu. Na so nataka niwaambie ndugu Waislamu, mkiwa hapa mjue hapa ni mahali ya dua, mahali ya kumwomba Mungu. So we will continue to make this place a place where there is reverence to God.
watu wengine wengi nasikia wanalalamika, sijui nini, mbona tumeenda huko kwa maombi ya iftar. We are religious people, we believe in God. We associate with those who believe in God. We keep the company of those who believe in God. And we have no apologies to make to anyone. Na kwa sababu ya nchi ambayo tunaishi ni nchi ambayo inamcha Mungu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutazidi na kuendelea kuunganisha sisi zote kama watu wa taifa la Kenya, tuweke umoja ya watu wa Kenya, kwa sababu ndio mafundisho ya dini, na ni mafundisho ya dini zote, dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu. Hakuna dini inahubiri ati watu watengane. We all believe in unity. Jambo la pili, najua kwa sababu ya mambo ya siasa, siasa iko na mambo yake, saa zingine kisirani, saa zingine nini. Mimi nataka niwahakikishie, tumesha fanya ile katiba yetu ya Kenya inaturuhusu kama wa Kenya, na hiyo ni kwenda kuamua viongozi wetu kupitia kwa kura zetu. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga mahali alipiga kura. Hiyo ni haki yake. Na kwa sababu hiyo kazi tumemaliza, I want to say without fear of any contradiction that we are a democratic country, and it is the right of every citizen to vote the way they choose. And no Kenyan should apologize for voting for whoever they voted for. Because we are a democracy, and it is the right of every citizen to vote the way they want. All we need to do, and I have committed myself that I will work with all the leaders that have been elected, irrespective of their political parties, because we want to have one people, one nation, and one destiny. Hiyo ndio tunataka. Sasa kwa sababu uchaguzi imemalizika, sisi wote tumepiga kura vile tulikuwa tunapenda. Sasa nafasi yetu ni kuungana, ili mambo ya viongozi tumemaliza na uchaguzi. Ile kazi imebaki sasa ni sisi kuungana kama viongozi, tuweze kufanya kazi ya wananchi, tutekeleze manifesto yetu, tupange mambo ya maendeleo, tupange vile tutaenda mbele. And that is my commitment to you as my Muslim brothers, to the people of Kenya, that it's time for us to close ranks, to work together for the good of our country. Hakuna nchi ya watu wa serikali, hakuna nchi ya watu wa upinzani. Hii serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote, wale waliopiga kura pande zote, kwa sababu hivyo ndivyo katiba yetu inavyosema. Mimi vile vile nataka mjue hivi, niliahidi, kwa sababu nilisimama sehemu nyingi na nikawaambia nitasimamisha mambo ya extrajudicial killing. I made a commitment in the campaign trail that no mother, no parent, no Kenyan
is going to experience the trauma of losing their loved ones in circumstances that cannot be explained by the government of Kenya. Wakati hii matatizo ilianza ya extrajudicial killing, mbeleni ilikuwa ina target Waislamu eti kwa sababu ya mambo ya Al-Shabaab. Lakini mwisho kwa sababu mambo yakianza maovu hayana kiwango na hayana kiasi. Finally, what happened? It was no longer Muslims. We allowed this thing, and many people were kept quiet when Muslims were losing their loved ones. But what happened? We ended up with bodies in Yala of people who are not necessarily Muslims. We ended up with bodies in Garissa huko kwa river. We ended up in bodies in national parks. We had a whole container ya kuua watu hapa kwa Kilimani police station. You know? That is what happens when we keep quiet, when the wrong things are happening. Ile niliwaambia, no Kenyan will again go through maneno ya extrajudicial killing. It will never happen in this country again. Vile vile niliwaahidi wa Kenya ya kwamba we are going to have one law for all Kenyans. Kwa mambo ya vitambulisho, nishawaambia wizara ambaye inahusika ya kwamba kama kuna vetting, watu wote wafanyiwe vetting. Na kama watu wote hawafanyiwi vetting, then nobody should be subjected to vetting. Let us have one law for all of us. So that is the new directive, that we want to be careful, but we want to eliminate any prejudices against any community or any religion. We must have one uniform exercise that exercises caution but does not discriminate anybody. Na tumekubaliana hiyo ndio itakuwa mpango mpya ya serikali ya Kenya. Mumesema vile vile kuhusu ndugu zetu the Nubian community in Nairobi. Mimi najua mnaelewa ya kwamba tayari tuliopatia title deed katika serikali ambayo ilipita. Saa hizi tunafanya kazi na wao so that we can use their land for the affordable housing to benefit the Nubian community first, and even those others who are going to benefit after them. The Nubian community will be the investors in the process that we are engaged in. Vile mmeuliza, if I get and I want to work with the leadership of the Nubian community so that we can recognize them as also a Kenyan community. Vile niliwaambia juzi mambo ya Waqf Commission, my responsibility is to appoint the chairman, and I am ready to appoint the chairman. Mimi nataka sasa viongozi wale wengine wanisaidie. The Attorney General already ako tayari. He is expecting nominees from the various people, various stakeholders. Na imechelewa. Na mimi naona pengine kuna watu
hawataki hii wakfu kwa sababu hawataki kutoa matoleo ya kuna watu wanapanga njama. Unajua wengine wetu, we are very regular contributors to the building of churches, of mosques, of madrasas. Lakini kuna watu wanajificha nyuma ya hii wakfu, wanasema haijapatikana framework. So mimi nataka Mheshimiwa Hassan na wabunge wale wengine na viongozi wa Kiislamu, tafadhali tusaidiane. Mimi nikipata hiyo majina haiwezi kubaki hata hapa siku moja. I will make the appointment. If you go to my office, it's at the corner somewhere there. You will not find a piece of paper on top of my desk. You will never find it, because every piece of paper that arrives in my desk, I make the decision. Because I believe it is better to make even a weak decision than not to make any decision at all. So, ikipatikana this week, next week, whenever, hiyo kazi tutaikamilisha, ndio tuwe na framework kamili ambayo itatusaidia kwa shughuli hiyo ya wakfu, ambayo itatusaidia katika kusupport the less fortunate in our society, to support the construction of additional institutions, religious institutions in the Muslim community, and the other items that are required. Sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi sana mumekuja ili tupate pamoja iftar jioni ya leo, kwa sababu mimi naelewa Biblia zaidi. Na Biblia sasa mmenisaidia leo, mmenipatia Qur'an. Na nimepata mwongozo ya kwamba niende nisome. Unajua kuna story iko kwa Biblia. Nasemekana kuna jamaa moja alikuwa na sherehe. Akaitana, katumana, ita watu wapande hiyo, ita watu wapande ile, ita watu wapande ile. So siku ya sherehe yenyewe, wale watu wote ambaye alikuwa amewaalika hawakufika. Sasa ikambidi aende barabarani. Angoje tu mtu yote anapita anasema, nani kuja? Iko chakula, iko nini? So mimi nawashukuru sana. Ningepata matatizo kubwa sana. Kama mungekuja, sasa mungenikuta huko barabarani nawashukuru sana. Mmenisaidia. Na tuendelee na hii mwongozo. Mambo mawili ya mwisho ni mambo ya taifa letu. Sisi wote tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kushughulikia yale mambo ya muhimu. Tupange uchumi, tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuzalishe nafasi ya ajira, tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo, na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hiyo kiwango. Sasa nimeona tena wanalalamika, wanasema
mbona Ruto ameita Raila my brother? Angemuita mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, please, wacha nirudie tena, my brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia, awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. Kwa sababu we want to move on as a nation. Yeah. Na mimi ndio niko na jukumu sasa ya kuhakikisha kwamba tunapanga mambo ya uchumi, tunapanga mambo ya kilimo. Sasa wananipigia makelele, wanataka unga ipungue. Sasa na hii fujo yote na kuharibu mali ya watu, unga itapungua namna gani? Si watulize maneno hiyo, nipange. Saa hii nilikuta unga ikiwa 230, ndio hiyo mimi nang'ang'ana, imefika 170 hapo juzi, saa hii iko 150. Na mimi nataka nishukuru wafanyabiashara wa taifa letu la Kenya, the millers of the Republic of Kenya. Many of them, wakati tuliwapatia nafasi ya kuleta chakula bila ya kulipa ushuru, ile duty free facility, many patriotic millers have worked with us in bringing the cost of food to manageable levels, and we have spent no money as the government of Kenya. Tofauti na ile subsidy ambayo walitumia bilioni 8 kwa mwezi moja, we have not spent a single coin. It is the plan we have, the innovation that we have worked with our millers, and I must thank the patriotic millers that have worked with us so that we can bring the cost of food down, manage the cost of living, and I want to promise you that that is the direction we want to go. So nataka niwaulize ndugu zetu, tafadhali, tumechagua kamati vile tulikubaliana. Wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu. Let us give this committee a chance. Waongee hiyo mambo yote iko huko ndani. Alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Meanwhile, tupate nafasi wakulima wetu warudi shambani, tupate nafasi ya universal health coverage, tupate nafasi ya kushughulikia uchumi wetu ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. And I want to promise you that we are determined to change our country. We are determined to make sure that our economy is on sound footing. Na hiyo ndio kazi tutafanya. Mwisho kabisa, nakubaliana na viongozi hapa. Madawa ya kulevya inaumiza taifa letu la Kenya. We have a serious problem with drugs and drug abuse. And we must have a concerted effort. We must deal with it, starting with parents, in religious institutions, in every church, in every mosque, in every corner. We must work together so that we can deal with the challenge of drug abuse. I promise you,
that we will do our part as the government of Kenya, especially to stop the sale, the production of illicit drugs, alcohol, that is destroying many young people in the Republic of Kenya. We are developing a comprehensive plan. I have asked my deputy to have several meetings, and in the next 1 month, I think he will conclude the meetings so that tujue vile tutashirikiana. I want to ask you as parents, as leaders, as religious people, tushirikiane pamoja ndio tuweze kutetea taifa letu na kuhakikisha kwamba tunashughulikia hiyo janga ambayo imetupata. Otherwise, nataka niseme asante sana kwa muda wenu kwa kuja ili kushiriki iftar hii jioni ya leo. Nawatakia heri. Najua pengine hii itakuwa hapo mbele. Ule mdosi atatuambia. Chief Kadhi ndiye atatuambia, na naamini ya kwamba tutapata nafasi ya kusherekea pamoja. Asanteni sana. Eid Mubarak mkipata hiyo nafasi. Thank you very much and God bless you.